Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametupea ili tupate kuendeleza somo letu ambalo lina dhimu kubwa, inasema maamuzi. Tuko katika kitabu cha Ayubu 22 na aya yake ya 28. Biblia husema, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Leo tunafanya mwendelezo wa somo tulilolianza linalosema kwamba mambo 12 ambayo yanaweza yakasababisha uhatarishe hatima ya maisha yako. Tulipoanza tulisema kwamba ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, jambo la kwanza tulisema kwamba amka nyuma kila siku. Jambo la pili tukasema ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, acha kuwa na maono. Na jambo la 4 tukasema kwamba ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, ishi ili wengine wakutazame, ishi kwa mtazamo ya watu wengine. Na jambo la 5 tulisema kwamba ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, jilinganishe na watu wengine. Leo tunaanza jambo la 6, na before tuanze wacha tuombe. Mungu wetu, tunakuja mbele zako, tunahitaji tufikie mahali ambapo tunaposikia neno lako tulitekeleze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi jambo la 6, ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, mpendwa, ni kwamba useme kwamba sababu ya kushindwa kwako ni watu wengine. Tunaishi siku hizi wakati ambako taifa zetu zinakuwa na shida sana. Uchumi umekuwa chini, na watu wengi husema, hasa sisi vijana, kwamba kama tumeshindwa, tumefeli katika maisha ni sababu ya serikali. Lakini nataka nikwambie, wako wale ambao wamefaulu, na ijapokuwa serikali haiko sawa, ijapokuwa uchumi hauko sawa, wako wale waliofaulu. Tuangalie mfano wa huyu kijana anayeitwa ya huyu ndugu anayeitwa Adam katika kitabu cha Mwanzo 3:11 hadi 13. Huyu baba yetu anayeitwa Adam alipokosea, alianza kufikia mahali kuhamisha kosa lake kwa mke wake. Mungu akamuuliza, kwa nini umefanya hili? Je, umekula lile tunda? Anasema kwamba ni huyu mwanamke uliyenipea ndiye aliyesababisha ili lifike, alinipa tunda nikala. Hakutambua kama alikosea, hakutambua kwamba alikuwa na jukumu ya kusimama katika maamuzi yake alikuwa nayo, lakini akahamisha kosa lake kwa mke wake. Ndugu yangu, unapokosea tambua kwamba kuna sehemu ya kukosea, lakini pia tambua kwamba kuna sehemu ya kujikosoa. Lakini unapohamisha makosa kwa mtu mwingine, unakimbia hiyo sehemu ya kujikosoa. Unatakiwa ufike mahali ujue kwamba leo nimekosea, lakini nina fursa ya kujikosoa, na hatima ya maisha yako itakuwa imenusurika. Mungu akusaidie kutambua kosa lako, sio kulihamisha kwa mtu mwingine. Jambo la 7 linaloweza kuharibu hatima ya maisha yako ni kwamba ushurutishe mahusiano. Shurutisha mahusiano. Unajua, katika maisha katika kufanya uhusiano au mahusiano, unatakiwa ujue mtu ambaye nafanya naye mahusiano ni mtu ambaye simshurutishi. Ananipenda, ninampenda, ananijali, ninamjali. Lakini unapokuwa unaforce uhusiano au mahusiano, kuna kitu kinaweza kikakuletea shida hapo baadaye. Angalia habari za Samsoni katika Waamuzi sura yake ya 16-18. Delila aliona kwamba amempea siri zote za moyo wake, sababu targeti yake kwa Samsoni ilikuwa ni kwamba apate mahusiano, apate siri ambazo zinabeba nguvu za Samsoni. Sasa unapokuwa unaingia katika mahusiano, usipogundua kwamba huyu mtu ninayedili naye hali yake ni kwamba anataka apate mambo yangu kuliko mimi kukaa naye katika uhusiano mzuri, utapata shida. Samsoni ilimkosti macho yakaenda, akawa kichekesho kwa watu wengine. Mtu ambaye alikuwa mpambanaji anakuwa anachekesha, sababu tu maisha yake aliyaweka kwa mtu ambaye hakuwa anampenda.
Usishurutishe mapenzi, usishurutishe uhusiano, urafiki. Usifose urafiki kwa mtu ambaye hakujali. Huyo mtu atakushushia heshima, huyo mtu hatakuheshimu, hatakusamini. Mungu akusaidie utambue mtu uliye naye, je, ni mtu ambaye anataka akuingilie katika maisha au ni mtu ambaye anakusamini? Mungu akusaidie. Jambo la 8 linaloweza kuharibu hatima ya maisha yako ni kwamba uogope kuchukua hatari katika fursa zinazoonekana mbele yako. Kila wakati kuna fursa ambazo zinaonekana katika maisha yako, na ujue kwamba fursa huja zaidi mara moja katika maisha. Kuna fursa ambazo hazirudi, zinakuja hilo ni mara moja tu, na kumbe ndizo zilikuwa zimebeba hatima ya maisha yako. Usipojua namna ya kuzishika, basi utakuwa umepata shida. Kuna vile unaweza kuchukua hatari katika maisha ili kwamba hiyo hatari ifike mahali itabeba hatima ya maisha yako. Tuangalie huyu kijana au baba yetu anayeitwa Daudi. Daudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17:26 hadi 33 ni habari ya Daudi akienda kuangalia ndugu zake waliokuwa katika pambano, katika kambi ya vita. Lakini kulikuwa Mfilisti ambaye anaitwa Goliath ambaye alidharau, akakejeli taifa la Mungu. Ndipo Daudi alipokuja kutokea akasema, mbona hii ni fursa hii, ninaweza nikaweka kichwa changu hapa na nikapata kitu katika maisha. Ndio maana akauliza jambo. Aliuliza hivi, yule atakayemuua huyo Mfilisti kwani atapewa kitu gani? Na alipoona kwamba kuna ahadi kubwa katika kupambana, akasema kwamba hapa basi wacha nitahatarishe maisha yangu, sababu alijua nikifaulu hapa basi hatima ya maisha yangu itakuwa iko salama. Ndugu yangu, unapoogopa kuhatarisha maisha yako katika fursa za maisha zinazokujia, basi hatima ya maisha yako itakuwa na shida. Daudi asingechukua hiyo fursa ya kuhatarisha maisha yake hapo, pengine hata habari zake za kuwa mfalme zingekuwa zimekwenda nyuma sana, sababu alishindwa kuchukua fursa. Lakini alipochukua fursa, basi mambo yake yakaanzia hapo, na ndio watu wakaanza kuimba, Daudi ameua maelfu lakini Sauli ameua 100. Mpendwa, chukua fursa na uchukue hatari katika fursa hiyo, sababu fursa zingine zinakuwa na hatari ndani yake. Kuna biashara ambayo ukichukua unafikiri kwamba itabeba pesa zako zote, kumbe ukiingia hapo ndio hatima ya maisha yako inakwenda. Mungu akusaidie kuchukua fursa. Angalia namna gani ya kuchukua hiyo opportunity ambayo imekuja kujiweka mbele za uso wako, na utaona Mungu atakusaidia. Lakini katika kila jambo mtegemee Mungu, sababu Daudi pia alimtegemea Mungu na Mungu akamsaidia. Jambo la 9 ambalo ukilifanya litaharibu hatima ya maisha yako ni kwamba endelea kuangalia mambo yote katika ubaya. Ukiwa mtu unaangalia mambo yote katika ubaya, hatima ya maisha yako itaharibika. Wako watu ambao wako pessimist. Ni mtu ambaye kila jambo linalokuja kwake anaona ni mbaya. Kama ni biashara, itaharibika, sitapata faida huko. Kama ni mahusiano, watakuwa watu wabaya. Kama ni kazi, hiyo kazi wanaokwenda huko ni mpaka wale ambao wamehonga pesa, wamepana ongo, wamefanya hivyo. So, kila kitu anakiona katika ubaya tu, haangalii mambo katika uzuri wake. Mpendo, ukikuwa hivyo, hatima ya maisha yako pia itaharibika. Angalia katika Methali 8:5, Biblia husema, enyi wajinga fahamuni uwerevu, nanyi wapumbavu mpate moyo wa kufahamu. Unapokuwa na namna ya kuelewa, ya kufahamu mambo na kuiangalia katika hali yake, usawa wake, utapata heri. Mungu akusaidie usikuwe mtu wa kuangalia kila jambo katika ubaya wake, lakini angalia kila jambo pia katika uzuri wake. Liko jambo ambalo linaweza kuja katika maisha yako,